Hivi unawafahamu vizuri wanajeshi 21 waliosamehewa na rais wa mpito wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, ambao ameamua kuwaachia huru na kuwarudisha uraiani? Kama unalifahamu hili, basi nikupe kongole mtu wangu. Kama hulifahamu, ondoa shaka. Niko hapa kukupa mkanda mzima, kisha uniambie maamuzi ya Rais Traore ya kuwaachia hawa jamaa kama yako sawa ama anaweka rehani utawala wake. Hawa wanajeshi 21 walikuwa kizuizini huko Burkina Faso. Walikuwa ni sehemu ya jeshi la walinzi rais nchini humo, ambapo kwa hapa Tanzania ni sawa na makomando wanaolinda Ikulu au wale tunaowaona kila siku wakiongozana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan popote pale anapokwenda ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hili lifahamike wazi kwamba aina ya kikosi kama hiki kinachoandaliwa kumlinda rais katika taifa lolote duniani, kwanza kinakuwa ni kikosi maalum na chenye uwezo mkubwa sana, na wanaweza kuwa na siri kubwa ya nchi husika kwa sababu wako karibu na rais wa nchi hiyo kwa karibu sana. Sasa turudi kwa hawa jamaa wa Burkina Faso, hawa 21 ambao Traore amewapa msamaha wa bure kabisa. Hawa makomando walikuwa ni miongoni mwa jeshi la walinzi wa rais wa Burkina Faso, ambao kimsingi ndio walihasi na kufanya jaribio la kuipindua nchi hiyo mwaka 2015. Utakumbuka kwamba jaribio hilo la mapinduzi lilishindikana kwa sababu kadhaa hivi ambazo wengi wanazifahamu, lakini kama huzifahamu, niko hapa sasa kukufahamisha kwamba kipi kilikuwa sababu ya mapinduzi haya kufeli. Moja kati ya sababu kubwa ambazo zilipelekea majaribio ya mapinduzi haya mwaka 2015 kukwama ilikuwa ni upinzani mkali uliotoka kwa wananchi wa Burkina Faso, lakini pia sababu nyingine ilikuwa ni kutengwa kwa waasi ndani ya jeshi, lakini tusilisahau pia shinikizo la kimataifa. Na miongoni mwa waasi ndani ya jeshi waliotengwa kipindi hicho mara baada ya kushindikana kwa majaribio ya kuipindua nchi hiyo mwaka 2015 ni hawa jamaa ambao walikuwa 21 ambao wameachiwa na Rais Traore, ambao tunaona jamaa amewaachia huru kabisa bila kinyongo chochote. Lakini watu wana maswali mengi sana. Kwa nini jamaa waliojaribu kuipindua nchi hiyo Rais Traore yeye amekuja kuwaachia huru? Msamaha wake unamaanisha nini? Baadhi ya wananchi waliosherehekea kufungwa kwao wanayo maswali mengi na sintofahamu kubwa kwa hiki ambacho kimefanywa na Rais Traore. Ikumbukwe kwamba wanajeshi hawa waliingia katika misheni ya kumwondoa Kafando ambaye alikuwa rais wa mpito wa taifa hilo, ambapo walimtangaza Gilbert Diendere kuwa rais wa taifa hilo, huku lengo kubwa la mapinduzi hayo ilikuwa ni kumrejesha Jenerali Diendere kama kinga kwa baadhi ya maafisa wa jeshi hilo waliohusika na tuhuma za kufanya mapinduzi kadhaa hapo nyuma, ikiwemo tuhuma za mauaji ya Thomas Sankara. Hofu yao kubwa ilikuwa kuwa Kafando, ambapo waliamini kuwa Michael Kafando angewaweka kolokoloni baadhi ya wasaliti wa nchi, wakiwamo wanajeshi waliokuwa na kesi ya uhaini pamoja na wale waliohusika na mauaji ya Thomas Sankara. Na kwa sababu Diendere alikuwa ni jenerali kipindi hicho aliyehusika pia na uhaini dhidi ya utawala wa Thomas Sankara, wanajeshi hawa waliamini kuwa Diendere ndiye angekuwa kinga yao kubwa, kwa sababu misheni yao ilikuwa moja. Mara tu baada ya jeshi la walinzi wa rais kuchukua madaraka, raia wa Burkina Faso walijitokeza kwa wingi kupinga mapinduzi hayo. Maandamano makubwa yalifanyika katika mji mkuu wa Ouagadougou, huku wananchi wakidai kurejeshwa kwa serikali ya mpito iliyokuwepo ya Michael Kafando. Na kwa kuwa jeshi la walinzi wa rais lilikuwa na idadi ndogo ya wanajeshi, takriban wanajeshi 1300 pekee, halikuweza kuyazima maandamano hayo bila kuchochea umwagaji mkubwa wa damu, jambo ambalo lingelidhoofisha zaidi jeshi hilo ambalo lilikuwa na wanajeshi 1300 peke yake. Wakati jeshi la walinzi wa rais lilipompindua Kafando na kumtangaza Jenerali Gilbert Diendere kama kiongozi wa taifa, jeshi la kawaida la Burkina Faso halikuunga mkono mapinduzi hayo, na badala yake vikosi vya jeshi hilo vilianza kuelekea Ouagadougou ili kurejesha utawala wa mpito. Jeshi la ulinzi wa rais walipoona kuwa wanakosa msaada kutoka kwa wenzao, walilazimika kujisalimisha bila mapigano makubwa. Jenerali Gilbert Diendere aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi alishindwa kuimarisha utawala wake haraka. Alikosa mpango wa wazi wa kuimarisha nchi na hakufanikiwa kuwashawishi sehemu kubwa ya wananchi, na jeshi halikumuunga mkono kutokana na uongozi wake dhaifu. Hata baadhi ya wanajeshi wa jeshi la ulinzi wa rais walipoteza imani naye.
Sasa Traore ameamua kuwasamehe na kuwaachia huru wanajeshi 21 waliokuwa wamehukumiwa kwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi mwaka huo 2015. Hatua hii imezua mjadala mkali kuhusu maana yake kisiasa na athari zake kwa usalama wa nchi. Watu wengi wanajiuliza, je, msamaha huu ni dalili ya ujasiri wa Traore katika kuleta maridhiano au ni hatua inayoweza kuhatarisha utawala wake? Hakuna mtu ambaye ana majibu dhidi ya swali hili. Msamaha wa wanajeshi hawa unaweza kuchukuliwa kama sehemu ya juhudi za Rais Traore za kuimarisha mshikamano wa kitaifa, japo wengi hawaamini kuhusu hilo. Katika historia ya Burkina Faso, wengi tunafahamu mapinduzi ya kijeshi yamekuwa jambo la kawaida sana, na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika wanaona kuwa msamaha huu ni njia ya kupunguza uhasama ndani ya jeshi na kuleta umoja katika taifa ambalo bado linakabiliana na changamoto za kiusalama, hususan mashambulizi ya makundi ya kigaidi. Lakini pia msamaha huu unaweza kuwa na lengo la kuonyesha kuwa Rais Traore hana chuki binafsi na wale waliowahi kuipinga serikali ya awali ya nchi hiyo. Kwa kuwaachilia wanajeshi hawa, pengine Rais Traore anatoa ujumbe wa msamaha na maridhiano, jambo ambalo linaweza kusaidia kuleta utulivu wa kisiasa na kupunguza uwezekano wa migogoro ya ndani. Licha ya faida zinazoweza kupatikana kutokana na msamaha kwa wanajeshi hawa 21, lakini hatua hii bado inaweza kuonyesha dalili fulani hivi za kwamba kuna hatari kubwa sana kwa hatua aliyoichukua ya kuachilia wanajeshi hawa 21. Wanajeshi hawa waliwahi kushiriki njama ya kuipindua serikali, jambo linaloibua wasiwasi kwamba huenda bado wana mitazamo sawa kuhusu uongozi wa taifa. Vipi kama wanajeshi hawa bado wanahisi kutotendewa haki? Msamaha huu unaweza kuwa fursa kwao kujiandaa na jaribio jingine la kufanya mapinduzi ya kumwondoa Rais Traore katika taifa hilo. Na kwa nchi kama Burkina Faso ambapo mapinduzi ya kijeshi yamekuwa yakitokea mara kwa mara, msamaha kwa watu waliowahi kuwa sehemu ya jaribio la mapinduzi unaweza kutafsiriwa kama udhaifu badala ya nguvu. Kuna uwezekano kuwa baadhi ya wanajeshi walioachiwa huru wataanza kushirikiana na vikundi vya upinzani au hata kuungana na kupanga njama mpya dhidi ya utawala wa sasa. Hatua hii inaweza kuwa na athari mbili kuu katika siasa za Burkina Faso. Kwanza, inaweza kusaidia kupunguza mgawanyiko ndani ya jeshi, jambo ambalo ni muhimu kwa udhabiti wa taifa. Pili, inaweza kutoa mwanya kwa upinzani wa siri ikiwa wanajeshi hao walipewa msamaha lakini bado wana dhamira ya kuipindua serikali. Hii ni hatari sana kwa Traore. Katika hali yoyote ile, msamaha huu unaashiria kuwa Rais Traore ana mtazamo tofauti na utawala ikilinganishwa na baadhi ya viongozi wa kijeshi waliomtangulia. Ikiwa hatua yake itaendelezwa kwa mikakati ya kisiasa yenye busara, inaweza kusaidia kuleta utulivu wa muda mrefu, lakini ikiwa haijapokelewa vizuri ndani ya safu za kijeshi, inaweza kuwa mbegu ya mapinduzi mengine. Sasa mimi nihitimishe kwa kusema kwamba msamaha wa Rais Ibrahim Traore kwa wanajeshi hawa 21 waliopanga mapinduzi mwaka 2015 ni hatua ya kisiasa yenye changamoto kubwa, na inaweza kuwa na mbinu ya kuleta mshikamano na kuimarisha uongozi wake, lakini pia inaweza kuwa hatari ikiwa wahusika bado wana dhamira ya kuipindua serikali. Ili kuhakikisha kuwa hatua hii inaleta matokeo chanya, ni muhimu kwa serikali yake kuchukua tahadhari na kuhakikisha kuwa wale waliopata msamaha hawawezi kutumiwa tena kwa malengo ya kisiasa au kijeshi yanayoweza kuhatarisha uthabiti wa Burkina Faso. Bwana, hii ndo nguvu ya kijeshi na nguvu ya msimamo wa mawazo, nguvu ya msimamo wa kifikra alionayo rais wa mpito wa taifa la Burkina Faso, Rais Captain Ibrahim Traore, na maamuzi yake aliyofanya kuachia wanajeshi 21 ambao wanatoka kwenye lile jeshi la walinzi wa rais, ambapo ni sawa na watu wa karibu sana ambao wanakaa White House kwenye mataifa mbalimbali hapa duniani. Ni wanajeshi ambao wako smart in brain, lakini pia ni wanajeshi ambao wako fiti physically, lakini pia ni wanajeshi ambao wamepitia mafunzo makubwa sana hadi kuwekwa kwenye crew ya kumlinda rais. Ujue kwamba ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana. Sasa Traore inawezekana achukue umakini mkubwa sana kwa hawa wanajeshi 21 kama hawatorubuniwa tena na kuanza kupanga njama mpya za kuipindua serikali iliyopo sasa ya Rais Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa taifa la Burkina Faso. Sasa kwa haya machache ambayo mimi nimekutoza hapa leo,
Twende kwenye uwanja wa comment hapa, tuambie kwa usalama wa taifa la Burkina Faso, lakini pia kwa utawala wa rais wa mpito wa Burkina Faso, Rais Ibrahim Traore, kuwaachia huru wanajeshi hawa ambao walishiriki katika mission ya kuipindua nchi hiyo mwaka 2015. Je, maamuzi yake yako sahihi? Na vipi kama jamaa hawa pia bado wana hasira na serikali hiyo ambayo iliwaweka kizuizini, wakaamua tena kuingiliwa na mawazo ya kuihasi nchi hiyo na kuanza kupanga njama za kuleta mapinduzi mengine mapya katika taifa hilo? Je, Rais Ibrahim Traore atawamudu hawa jamaa, ama ndo na yeye ajiandae kutolewa na kupatikana kwa rais mwingine wa mpito wa taifa hilo? Mimi ni mtuzi wako, naitwa Paul Nenetwa. Tukutane katika kigongo kingine ambacho tutaangazia masuala haya ya Afrika yetu.